Si muda mrefu alitokea mwanaume pale Zimbabwe ambaye akaja katika mji wa Harare pale, katangazia jamii ya wanadamu kwamba mimi ndiye Kristo. Watu wakamkusanyikia wengi. Unajua ukitaka ukitaka watu wakukusanyikie, wewe sema katukio tu. Jamaa kajitangaza mimi ndiye Kristo. Watu wakaenda, watu wakapigiana mbio, wakaenda kuliangalia li Kristo liloshuka. Baba mmoja tu mwenye suti zake hapo. Lakini jamaa mmoja akajitokeza akamsogelea yule Kristo wa uongo. Akamwambia, wewe sio Kristo, maana Yesu haji kwa njia hii. Lile jamaa likamwangalia kwa jicho la huruma likamwambia, wewe ili ujue kwamba mimi ndiye Kristo, likamwambia kwako kuna binti anaitwa Masa, na kweli alikuwepo. Nenda saa hii, yule binti amekufa. Na kweli jamaa akaangalia muda akakimbia kurudi nyumbani, ilikuwa karibu. Alipofika getini akakutana watu wanalia. Akauliza kulikoni? Wakamwambia Masa amefanyaje? Amekufa. Akauliza muda gani? Wakasema saa ile niliyomwambia lile ni Kristo. Jamaa hakuingia hata ndani, akarudi mbio mpaka pale. Get to the point. Take a step forward. Alipohitaji kwenda mbinguni, Yesu alisema maneno haya. Hebu sikiliza 14 Yohana fungu la kwanza. Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza, maandiko yanasema. Akaandika nini? Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niamini na mimi. Nyumbani wa Baba yangu makao mengi. Kuna makao mengi. Kama sivyo, ningeliwaambia. Sikia. Maana naenda kuandalia mahali. Yesu akasema ninaenda nikawaandalie mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu anawaaga wanafunzi, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mmemwamini Mungu, niaminini na mimi, maana nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mangapi? Mengi. Na kama sivyo ningeliwaambia. Na mimi ninaenda, na mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Amina. Ili mahali nilipo mimi, Yesu anawaambia wanafunzi, na nyinyi muwepo. Amina. Jamani, Yesu amekwenda mbinguni kutuandalia makao. Amina. Na atakuja tena. Yesu atakuja tena atukaribishe kwake. Amina. Wangapi wanaahidi ya kwamba Yesu nisaidie, ili Yesu unapokuja na mimi niwe miongoni mwa watakao karibishwa kwako, walio tayari kukaribishwa na Yesu? Mikono juu. Bwana wakaribishe kuanzia leo. Amina. Mikono yote iliyonyooshwa Bwana aiandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Jamani, mnaponyoosha mikono msinyoshe kwa kutaka niwaangalie mimi, na wala msitazamie kwamba mikono yenu nitaiangalia mimi. Yaani unaponyosha mikono yako, nyosha ili mkono wako uchukuliwe, ripoti zako zichukuliwe na malaika. Maana malaika wako hapa wakichukua ripoti zangu na za kwako, wako hapa. Yaani unaponyosha mikono kwa ajili ya kwenda mbinguni, ripoti zako zinapelekwa. Kwamba fulani alinyosha mkono. Amina. Kwa hiyo tunanyosha mikono si kwamba tutazame na mhubiri. Ukinyosha mkono ili mhubiri akutazame, itakula kwako. Nyosha mkono ili malaika wapeleke ripoti zako. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Rafiki zangu, msifadhaike mioyoni mwenu. Ikiwa mmemwamini Mungu, mumwamini na yeye Yesu. Amina. Anasema kama mmemwamini Mungu, niamini na mimi, maana nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Nyumbani mwa Baba yake kuna makao mangapi? Mengi. Na kama sivyo ningeliwaambia. Na mimi naenda nikawaandalia mahali, na mimi nikiisha kuandalia mahali nitakuja tena. Jamani, somo la leo linasema Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Amina. Sasa watu walimwendea baada ya kusema maneno haya, wanafunzi wakamfuata faraga
kumuulizia habari ya kuja kwake. Je, itakuwa lini? Mathayo 24 nile fungu la kwanza. Mathayo 24 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Wakamwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akamwambia. Hapa Yesu amemaliza kula Pasaka na wanafunzi sasa, na anasema maneno ya kuaga. Kwa mara nyingine aliwaambia, sitakunywa tena mzabibu pamoja na nyinyi mpaka itakapotimizwa katika ufalme wa wapi? Wa Mungu. Yesu anaaga wanafunzi, lakini baada ya ibada hiyo Yesu anatoka hekaluni, wanafunzi wake wanaambatana naye, nao wanaanza kumzungusha kwenye maeneo ya jengo lao, wakimwonyesha mawe yaliyokuwepo pale, wakimwonyesha mawe na lile jengo. Yesu anajibu anasema hivi, naye akajibu akamwambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Endelea. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamwendea kwa faraga, wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yes. Wakamuuliza maswali mawili, tuambie lini mambo haya yatakuwa, yani kubomolewa kwa Yerusalemu. Lini mambo haya yatakuwa, mawe haya kubomolewa. Lakini swali la pili wakauliza, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Wakataka waonyeshwe dalili za kurudi kwa Yesu mara ya ngapi? Ya pili. Na ya mwisho ya dunia nini? Yesu akajibu akasema, akamwambia, angalieni, mtu asiwadanganye. Kwa sababu, sikia, wengi watakuja kwa jina langu. Kwa sababu kabla yeye hajaja kutatokea na ndume zingine. Watakuja wengine wakitumia jina la nani? La Yesu. Wengi watakuja kwa jina langu. Wengi watakuja kwa jina langu. Ndio. Wakisema mimi ni Kristo. Mimi ndiye Kristo. Nao watadanganya wengi. Chukua tahadhari hiyo baba. Chukua tahadhari hiyo mama. Wale mnaotufuatilia kwa njia ya TV, chukueni tahadhari kwamba Yesu alitangaza akasema, kabla mimi sijaja kutatokea na wengine wanaume ambao watajitangaza nao ni Makristo. Ndio maana kile kitabu cha Mathayo hii 24 lile fungu la 23 akaandika hivi, hebu sikiliza. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa, yuko wapi? Au yuko kule? Yuko huko. Msiamini. Kwa maana watatokea Makristo wa nini? Wa uongo na manabii wa uongo. Nao watafanya ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walioteule. Yesu akatoa tahadhari, na leo Yesu anaendelea kutoa tahadhari kwako, baba yangu, mama yangu, kaka na dada, popote unakoniangalia, chukua tahadhari. Yesu anasema kutatokea kwanza na manabii wa nini? Wa uongo. Na Makristo wa nini? Wa uongo, ambao watafanya ishara kubwa na maajabu. Na mpaka dakika hii inavyoongea na wewe, kabla Yesu hajaja, anasema dalili hizi zitatokea, na tayari hizo dalili zimekwisha kutokea. Sasa hivi kila mahali, kila kona kumetapakana manabii wa nini? Wa uongo. Kila mahali, kila kona kumetapakana Makristo wa nini? Wa uongo. Hata sasa hivi ibada unazoziona hizi, rafiki yangu, chukua tahadhari. Sio kweli. Ibada nyingi zinazoonekana leo duniani, zinazoibuliwa kila leo, nataka nikwambie ni ibada za uongo, ibada za kutungwa na watu. Kitabu cha Wakolosai 2:22 ameandika, ibada nyingi mnazoziona leo duniani, kila kona, msifikiri ni original. Kila palipo na original pana fake. Biblia ikaandikwa hivi. Wakolosai 2:22 maandiko yanasema, mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu.
Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ibada. Katika namna ya ibada mulizojitungia wenyewe. Kumbe leo kuna ibada za kutungwa tuna watu. Na leo ibada nyingi zimejawa na miujiza. Ndio maana leo kila kona watu wanakutangazia, jamani, kuna mkutano, tuna mkutano neno la Mungu, John mponywe, vilema wanatembea, viwete wanarukaruka, vipofu wanaona. Mikutano mingi na ibada nyingi zimekuwa za miujiza. Na mimi naomba baba, mama, popote unakonisikiliza, chukua tahadhari hii. Usikubali hata kidogo kuongolewa na miujiza. Maana miujiza mengi yanafanywa na shetani. Usikubali hata kidogo kuongolewa na nini? Na miujiza. Na kuwaombea jioni ya leo, kama ni kuongolewa, ongolewa na neno la Mungu peke yake. Maana Yesu alitangaza akasema, mtu akiwaambia yuko pale, msiende. Leo kutatokea kwanza na manabii wa nini? Wa uongo. Na makristo wa nini? Wa uongo. Nao watadanganya na watafanya ishara na maajabu. Yamkini na wateule watafanya nini? Watakwenda. Namkumbuka sana yule mliyemuita babu, ambaye aliitwa babu wa wapi jamani? Wa Loliondo. Alitokea zile nyakati, watu walikwenda, wenye akili zao na waliojifunza Biblia walienda. Watu wenye madigiri yao, wenye elimu zao walienda kwa babu wa Loliondo ili wakatumie kikombe, na jamaa akakusanya ulimwengu mzima, babu wa kikombe, na watu walikunywa kikombe na magonjwa hayakupona. Na yeye alikuwa anatangazia watu wanakunywa kikombe kimoja tu, magonjwa sugu yote yanakwisha. Yawe makisukari, makansa, maukimwi, yote, mavifua vikuu yalikwisha. Alitangazia yanakwisha, lakini watu walikwenda, walikunywa na wakarudi na magonjwa yao. Na alipotosha kukusanya hela akapotea, hajulikani na alikoenda. Watu, Biblia inasema, Yesu anasema kwamba kutatokea na manabii wa uongo na makristo wa uongo, nao watafanya ishara na nini jamani? Na maajabu. Si muda mrefu alitokea mwanaume pale Zimbabwe, ambaye akaja katika mji wa Harare pale, katangazia jamii ya wanadamu kwamba mimi ndiye Kristo. Watu wakamkusanyikia wengi. Unajua ukitaka ukitaka watu wakukusanyikie, wewe sema katukio tu. Jamaa kajitangaza, mimi ndiye Kristo. Watu wakaenda, watu wakapigiana mbio, wakaenda kuliangalia li Kristo liloshuka. Baba mmoja tu mwenye suti zake hapo. Lakini jamaa mmoja akajitokeza, akamsogelea yule Kristo wa uongo. Akamwambia, wewe sio Kristo, maana Yesu haji kwa njia hii. Lile jamaa likamwangalia kwa jicho la huruma, likamwambia, wewe, ili ujue kwamba mimi ndiye Kristo, likamwambia, kwako kuna binti anaitwa Masa. Na kweli alikuwepo. Nenda saa hii, yule binti amekufa. Na kweli jamaa akaangalia muda, akakimbia kurudi nyumbani, ilikuwa karibu. Alipofika getini, akakutana watu wanalia. Akauliza kulikoni? Wakamwambia, Masa amefanyaje? Amekufa. Akauliza muda gani? Wakasema saa ile niliyomwambia lile ni Kristo. Jamaa hakuingia hata ndani, akarudi mbio mpaka pale palipo na mkutaniko wa watu wanaomshuhudia Yesu wa uongo. Akafika akalisogelea. Jamaa akanyosha mikono akasema, pamoja na kumkuta yule binti yangu amekufa, lakini wewe sio Kristo, maana Yesu haji kwa njia hiyo. Lile jamaa likamwangalia kwa jicho jingine la huruma, likafurahi, likacheka, likamwambia, kwa kuwa mimi ni mwingi wa rehema wala sio mwepesi wa hasira, nimekuhurumia. Nenda saa hii, binti yako amepona, amefufuka. Jamaa kaangalia muda, kamenya mbio,
Anafika getini kwake, anakutana na watu wanatabasamu. Kulikoni? Wakamwambia Masa ameondoka kwenye kifo, amefufuka. Pala akataka kujiridhisha, kaingia mpaka ndani, kamkuta Masa amekaa kitandani anacheka. Vipi? Wanamwambia amefufuka. Jamaa akarudi huko mjini Harare Zimbabwe pale. Bio akafika akalisogelea lile jamaa. Lile ni Kristo la uongo lile. Akanyoosha mikono yote. Akasema nimeamini. Wewe ndiye Kristo. Jamani, napenda niwaambie, jamaa akaongolewa na nini jamani? Na miujiza. Chukua tahadhari baba yangu, mama yangu, kaka na dada, popote unakonisikiliza. Sasa hivi shetani amejaza mafundisho ya miujiza duniani kote. Kote kumejawa na miujiza. Na miujiza inayofanyika leo ni danganya toto. Maana kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa pili, ameandika hivi 11:13. Ameandika nini wewe? Wakorinto wa pili 11:13. Soma baba. Maandiko yanasema, maana watu kama hao. Sikiliza hiyo. Nimetume wa uongo. Wanatenda kazi kwa hila. Wanajigeuza. Waonekane kana kwamba ni mitume wa Kristo. Maana si ajabu. Maana shetani naye anajigeuza. Aonekane kuwa ni mfano wa malaika wa nini? Wa nuru. Basi si neno kubwa hata watumishi wake nao kufanya yale. Wakijigeuza ni mfano watumishi wa haki. Kujigeuza waonekane na wao ni mfano wa watumishi wa nini? Wa haki. Mambo yote yanayofanywa leo jamani ni vini macho. Mambo yote yanayofanywa leo ni mazingombe. Chukua tahadhari baba. Amina. Ndio maana leo ibada nyingi zinazofanywa leo ni za miujiza. Na miujiza inayofanywa eti ni ya kutoa mapepo. Chukua tahadhari baba yangu. Yaani tunaishi katika nyakati zingine baya kweli. Shetani amepamba moto. Ibada nyingi leo zinazofanyika ni za kutoa mapepo. Yaani kama wewe hujatoa mapepo kwenye mikutano kama hii, huna roho. Sitima nazo zinataka kuvuruga kila kitu. Shetani ameguswa. Chukua tahadhari mama, chukua tahadhari kaka, chukua tahadhari dada. Leo hii ukionekana wewe unafanya mikutano kama hivi na wewe hautoi mapepo kwenye mikutano yako, hayapigi kelele, unaonekana nyinyi hamna roho. Eti leo ibada zote zimeonekana, ili zionekane zina Roho Mtakatifu, lazima mapepo yapige nini? Kelele. Ibada nyingi leo zimekuwa ni za kutoaga mapepo. Napenda uchukue tahadhari. Amina. Katika mikutano ya Mungu, nisikilize vizuri hili. Katika mikutano ya Yesu, popote pale, mikutano ya Yesu ikisimama, hakunaga cha pepo. Amina. Na shetani hasogelei mikutano ya Yesu. Amina. Ukikuta mahali watu wanagagana mapepo, kelele za mapepo zimejaa katika mikutano hiyo, mwenyekiti wa hiyo mikutano ni shetani. Maana Biblia imeandikwa hivi, Wakorinto wa pili 6:14 ameandika hivi. Wakorinto wa pili 6:14 ameandika nini? Maandiko yanasema, msifungie nira pamoja na wasioamini. Imekataa Biblia usifungie nira pamoja na wasioamini. Kwa jinsi isivyo sawa sawa. Maana sikia hiyo. Pana urafiki gani kati ya uasi? Kati ya nini? Kati ya haki na uasi. Kati ya haki na uasi. Tena. Pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena. Pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Pana ulinganifu gani kati ya Kristo na shetani? Hakuna ulinganifu. Achia hapo. Hakuna ulinganifu. Ina maana mahali alipo Yesu shetani hayupo. Amina. Ukikuta mahali kuna shetani Yesu hayupo. Hakuna ulinganifu. Na hakuna ushirika baina ya nuru na nini jamani? Na giza. Hakuna ushirika. Kwa hiyo ukiona mikutano kelele za mapepo zipo zimejaa, elewa hiyo mikutano mwenyekiti wake ni nani? Shetani. Shetani. Na mikutano yote inayofanyika leo ambayo ndani yake kuna mapepo na kelele za mapepo kwa wingi, elewa mwendeshaji wa hiyo mikutano shetani mwenyewe. Maana palipo na giza nuru halipo.
palipo na nuru giza halipo. Na ndio maana nawaambiaga jamani, mikutano ya Waadventista wa Sabato msimamizi wake ni Yesu. Amina. Maana alisema nendeni mkaihubiri Injili, nendeni mkahubiri Injili kwa mataifa yote, mkawafanya mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, lakini mkawafundisha kuyashika yote. Tazama na mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Yesu akasema, tazama popote mtakakokuwa na mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Na mpaka hapa tulipo Yesu yuko pamoja na sisi. Amina. Kwa hiyo alipo Yesu mapepo hakuna. Amina. Na shetani hawezi akasogea hapo. Amina. Yaani wewe ukija na mapepo kwenye mikutano hii ya Wasabato, unakuja nayo tu, ukisogelea tu uwanja, mapepo yanachomoka, yanakuachia. Maana uwanja umezungukwa na moto, shetani hawezi akapenya, yanakuachia. Unaingia wewe kama wewe. Ukija kumwamini Yesu, unarudi umembeba Yesu. Ukifika tu site ambapo uliyaacha, yanakimbia. Maana umembeba nani? Yesu. Ila ukirudi bila Yesu, ukifika tu site ulipoyaacha marafiki zako, yanaingia, yanapanda rifiti. Munaendelea na nini? Na safari. Kumaanisha kwamba mahali palipo na nuru giza halipo. Shetani hawezi akafanya mkutano mmoja na Yesu. Na Yesu hawezi akafanya mkutano mmoja na nani jamani? Na shetani. Kwa hiyo ninaomba hiyo ielewe, na hiyo sevu. Ukikuta mikutano ina makelele ya mapepo, makelele za mashetani, elewa mikutano hiyo Yesu hayupo. Bwana asifiwe. Na mikutano mingi inayofanya miujiza asilimia zote jamani, chukueni tahadhari. Hiyo sio mikutano yenyewe. Kitabu cha Ufunuo 16 fungu la 13 ameandika hivi. Ufunuo 16:13. Ufunuo 16:13 ameandika hivi. Andiko anasema, nikaona roho tatu za uchafu. Yohana akaonyesha roho tatu za uchafu zenye kufanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule nani? Joka ni nani? Ni Shetani. Endelea. Na katika kinywa cha yule mnyama. Mnyama ni mamlaka ya upapa. Endelea. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Nabii wa uongo ni Protestanti duniani. Endelea. Hizo ndizo roho za mashetani. Irudia, hawajaielewa. Hizo ndizo roho za mashetani. Hizo ndizo roho za nani? Za mashetani. Endelea. Zifanyazo ishara. Zenye kufanya nini? Zifanyazo ishara. Jamani, roho zinazofanya maishara na maajabu duniani, Biblia inasema hizo ni roho za nani? Za mashetani. Endelea. Zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Zimetawanyika katika kona zote za ulimwengu. Na ndio maana kila kona watu leo wanafanya ibada za kutoka mapepo tu. Na kila kinachoshangaza, wanaoanguka na mapepo asubuhi, wakirudi saa 9 hao wanaanguka na mapepo tena. Sasa waga tunashangaa, hivi haya mapepo yanaendaga ama ni vini macho? Wakirudi saa 2 hao walioanguka asubuhi wakaanguka saa 9, na saa 2 wakirudi wanaanguka hao. Sasa unashindwa kuelewa, ibada zote zimekuwa ni kelele za nini tu? Mapepo. Nataka nikwambie, na kwa mujibu wa Biblia, hizo ndizo roho za nani? Za mashetani. Chukua tahadhari baba. Amina. Chukua tahadhari. Na ndio maana Yesu akasema kwamba usifikiri kutoa mapepo ni utakatifu. Na wengi wamefundishwa hivyo. Eti kutoa mapepo, na mapepo yakipiga kelele kwenye ibada, eti huo ndio utakatifu. Eti hiyo ndio ibada ya utakatifu. Baba yangu, mama yangu, umedanganywa, umeliwa keusi na kekundu. Biblia imeandikwa Mathayo 7 fungu la 21. Sikiliza ilivyoandikwa hii. Mathayo 7:21 maandiko yanasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Yesu anasema si kila mtu anayemuita Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni. Kule kuimba Bwana, kule kumuita Yesu iwe ni tiketi ya kwenda mbinguni. Anasema la. Bali yeye afanya mapenzi ya Baba yangu. Watakaoingia mbinguni ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yake aliye wapi? Aliye mbinguni. Endelea. Wengi wataniambia siku hiyo. Wengi watamwendea Yesu na kumwambia, Bwana, hatukufanya nabii kwa jina lako? Sikia hiyo. Na kwa jina lako tukatoa pepo? Sikia hiyo. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Na Yesu atawaambia, ndipo nitawaambia dhahiri. Sikiliza hiyo. Sikuwajua ninyi kamwe. Tokeni. Ondokeni kwangu. Maana ninyi mtendao maovu.
pamoja na kwamba mlifanya miujiza, mlifanya unabii, mlitoa mapepo, tokeni wapi? Kwangu, maana nyinyi ni watenda nini? Maovu. Hamkushika amri 10 za nani? Za Mungu. Maana wanaofika mbinguni, wanaoingia kwenye uzima wa milele ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Nyinyi hamkuyafanya, tokeni. Pamoja na miujiza yote mliofanya, lakini hamkufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hamkushika amri 10 za nani? Za Mungu. Biblia imeandikwa Ufunuo 14 fungu la 12, anasema watakatifu ni wale tu. Hebu isikilize hiyo. Ufunuo 14:12 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Watakatifu ni hawa. Hao watashikao amri za Mungu. Na nini? Na imani ya Yesu. Bwana asifiwe. Jamani, utakatifu ni kushika amri 10 za nani? Za Mungu. Na kumwamini Yesu. Amina. Sio kutoa mapepo. Jamani, kutoa mapepo sio utakatifu. Amina. Kufanya miujiza sio utakatifu. Amina. Leo hii miujiza imekuwa kila leo. Watu wanapewa mafuta eti ya miujiza. Watu wanapewa maji ya miujiza. Wengine michanga ya miujiza. Mumeliwa keusi na kanini na kekundu. Na mtu akifanya miujiza ndipo wanamsema ni nabii wa Mungu. Jamani, Yesu alisema msidanganywe. Kutatokea na manabii wa nini? Wa uongo. Na makristo wa nini? Wa uongo. Kule kufanya miujiza sio utakatifu. Amina. Utakatifu ni kushika amri 10 za nani? Za Mungu. Yesu akawaambia wanafunzi kwamba mnavyoniona nikienda zangu mbinguni, ndivyo mtakavyoniona nikirudi hapa kuwachukua nyinyi kuwapeleka wapi? Mbinguni. Mnavyoniona nikienda zangu mbinguni, ndivyo mtakavyoniona nikirudi tena duniani kuwakaribisha kwangu. Amina. Kitabu cha Matendo 1. Matendo 1. Ile fungu la 8, soma baba. Fungu la 8 maandiko yanasema. Yesu anawaambia wanafunzi, lakini mtapokea nguvu. Akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Endelea. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Yesu anawaambia wanafunzi, mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nini? Endelea. Akisha kusema hayo, alipokwisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, Yesu akachukuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho yao mbinguni, Yesu anaenda zake mbinguni. Tazama. Sikia hiyo. Tazama. Sikia. Watu wawili, malaika hao wakasimama karibu nao, wakawaambia, sikia, ninyi watu wa Galilaya, mbona unaangalia sana mbinguni? Huyu Yesu. Sikia, aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, sikia, atakuja jinsi hiyo. Bwana asifiwe. Amina. Atakuja jinsi hiyo mlivyomuona tena zake mbinguni, akimaanisha kwamba Yesu anaporudi mara ya pili hatutapigiana mbio kwamba amekuja Kenya, amekuja Nairobi, amekuja Zimbabwe, amekuja Ufunuo 1 ile fungu la 7 ameandika, Yesu anaporudi mara ya pili kila jicho litafanyaje? Sikia hiyo. Ufunuo 1:7 andiko nasema. Ameandika nini? Tazama. Sikia. Yuaje na mawingu. Sikia. Yuaje na mawingu. Sikia. Na kila jicho. Maliza. Litamwona. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, kila jicho Yesu anaporudi mara ya pili, kila jicho litamuona. Amina. Hata jicho la hamka litamuona. Amina. Ndio maana mimi nilishakataa kupona kabla Yesu hajaja. Nilishakataa macho yangu kuona kabla Yesu hajaja. Ninatamani nimuone Yesu, macho yangu yamuone Yesu anaporudi mara ya pili. Amina. Watu wanapokuwa wakitangaza, jamani, vilema wanatembea, vipofu wanaona, mimi waga nasemaga tu moyoni, waone wengine, waende wakaone wengine. Mimi namsubiria Yesu anaporudi nimuone. Amina. Macho yangu yamemsubiria Yesu kumuona. Amina. Maana nikiona dunia ya sasa, hata Yesu aliyomo ndani yangu atahama. Sitaki nione rangi ya dunia, maana dunia ya sasa sio ya kuona nafuu walioizoea tu moja kwa moja, kuliko sisi ambao bado hatujawahi kuiona.
Nikiona sasa hivi dunia ya sasa ilivyo, akili yangu lazima iparalyze. Sitaki nione dunia, sitaki hata kidogo. Fanya miujiza uwezavyo, lakini fanyia wengine. Mimi namsubiria Yesu aje nimuone. Bwana asifiwe. Amina. Maana nikimwona Yesu hata dakika hii tu, nikiwa ninahubiri hapa, nikimwona binadamu wa leo, nikiona dunia ilivyo sasa, hata mafungu yanayotiririka sasa yanapotea. Yaani yanakosekana kabisa. Maana lazima nitaanza kuwaza dunia tena. Watu wanapita wanamomonyoa, ninaanza kuwaza naanza kuiwaza dunia tena. Ndio maana Biblia inasema namsubiria Yesu aje nimuone. Amina. Sitaki kuona dunia. Bwana asifiwe. Amina. Na Biblia inasema Yesu atakapokuja mara ya pili, wa kwanza kumuona ni vipofu waliomwamini. Yaani wale waliomwamini Yesu, kama wakina Hamka, macho ya vipofu yatafumbuliwa kumuona nani? Yesu. Isaya 35 fungu la 4. Isaya 35 fungu la 4. Anasema jipeni moyo. Maandiko yanasema, sikia hiyo, waambieni walio na moyo wa hofu. Waambieni walio na moyo wa hofu. Jipeni moyo. Jipeni moyo. Msiogope. Msiogope. Tazama Yesu Mungu wenu atakuja na kisasi. Na malipo ya Mungu. Sikia. Atakuja na kuokoa ninyi. Kutuokoa sisi. Ndipo. Sikia hiyo. Macho ya vipofu. Macho ya nani? Ya vipofu. Ya wakina sisi Yatafumbuliwa. Bwana asifiwe. Amina. Macho ya kina sisi kwanza yanafumbuliwa. Na masikio ya viziwi. Ndipo masikio ya viziwi yatasimuliwa. Sikia hiyo tena. Ndipo mtu aliyekilema na wote maviwete wote ataruka siku hiyo. Na ulimi wake aliyebubu na mabubu wote utaimba. Bwana asifiwe. Amina. Lakini makundi yote ya walemavu, kundi la kwanza kumuona Yesu ni vipofu. Amina. Ninawaombea mjiunge na kundi hilo. Bwana asifiwe. Amina. Yesu anakutana kwanza na macho ya sisi kwanza. Amina. Maana vipofu wote Yesu anapoonekana angani akija, macho yao yatafumbuliwa. Amina. Na mimi hilo ndio linalonifurahisha. Sipendi nione dunia, napenda nimuone Yesu anaporudi mara ya pili. Amina. Baba yangu, mama yangu, ninakuombea popote unaponisikiliza, unaponitazama, unaponifuatilia kwa njia ya TV yako, ninakuombea macho yako yamuone Yesu anapokuja mara ya pili. Amina. Ninakuombea dada, naana si muda mrefu Yesu anakuja. Amina. Ninataka nikusisitizie, si muda mrefu Yesu anafanya nini jamani? Anakuja. Amina. Yesu anakuja tena. Na baada ya yote haya, Yesu anasema si kwamba watu wawaambie amekuja Nairobi. Yesu anakuja kwa kila jicho, na ataonekana kwa kila jicho. Na Biblia inasema kitabu kile cha Mathayo 24 fungu la 25, anasema mtu asiwadanganye tena, maana amekwisha kutupatia tahadhari. Amekwisha kutupatia tahadhari. Soma, tazama nimekwisha kuwapatia tahadhari. Sikia, mtu yoyote akiwaambia yuko jangwani, musiende. Yumo nyumbani, musiamini. Sikia hiyo. Sikia, kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana magharibi, hivyo ndivyo utakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Bwana asifiwe. Amina. Hivyo ndivyo utakavyokuwa kuja kwake mwana wa nani? Adamu. Yesu atakuja kwa watu wote. Na Yesu ataonekana kwa watu wote. Amina. Baba yangu, mama yangu, Yesu ataonekana kwa watu wote. Amina. Kama vile umeme utokavyo mashariki na kuonekana magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa nani? Na umeme unaozungumzwa hapa sio ule wa TANESCO. Biblia inasema kama jua. Umeme unaozungumzwa hapa ni jua. Yaani hakuna mtu anayemwambiaga mwenzake, jamani jua limetokeza. Jua likitokeza kila jicho linafanya nini? Linaona. Ndivyo Kristo atakavyokuja. Amina. Lakini anapoanza safari, kumbuka sasa Yesu yuko kwenye chumba cha patakatifu sana. Amevaa vazi la kikuhani, akiniombea mimi na wewe kila tunapotenda dhambi. Lakini Biblia inasema baada tu ya kumaliza kazi yake ya maombezi, atasimama katika kile chumba cha patakatifu sana, atanyosha mikono yake na kutangaza maneno haya. Ufunuo 22 fungu la 11. Atatangaza maneno haya. Soma Faba.
12:11 maandiko yanasema. Ameandika nini? Mwenye kudhulumu. Ndipo Yesu atasema imekwisha. Mwenye kudhulumu. Mwenye kudhulumu. Na azidi kudhulumu. Na azidi kudhulumu. Maliza. Na mwenye uchafu. Na mwenye uchafu. Na azidi kuwa mchafu. Maliza. Na mwenye haki. Na mwenye haki. Na azidi kufanya haki. Na azidi kutenda haki. Na mtakatifu. Na mtakatifu. Na azidi kutakaswa. Endelea. Tazama. 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 Yesu anakuja. Naja upesi. Naja upesi. Na ujira wangu pamoja nami. Wangu uko mikononi. Kumlipa kila mtu. Kama kazi yake ilivyo. Kama kazi yake ilivyo. Na baada ya maneno hayo, Yesu atavua vazi la kikuhani, atatoka patakatifu pa kwanza na kuvaa vazi la kifalme. Yesu anakuja kuchukua watakatifu. Amina. Ndipo Biblia inasema ndipo utukufu wake utaonekana angani. Yesu akija na kundi kubwa la malaika wa mbinguni wamemzunguka. Magari maelfu, mamilioni, ambayo kila mmoja atakuwa na kagari kake. Rafiki zangu, tutaingia mbinguni kama wabunge wanavyoingia bungeni. Kila mmoja ataingia mbinguni na kagari kake mwenyewe. Maana Biblia inasema Yesu atakuja na magari mengi na kila mtakatifu atakuwa na kagari kake. Biblia kitabu cha Mathayo 24 anaendelea kufafanua, anasema hivi, fungu la 30, ndipo ishara ya mwana wa Adamu itaonekana. Ishara ya mwana wa Adamu. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu. Ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu. Ishara ya mwana wa Adamu. Ishara ya mwana wa Adamu itaonekana mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja ili kuwakusanya watakatifu, na watu wakusanya wateule wake toka pepo. Malaika watakusanya watakatifu wa Mungu toka pepo ngapi? Toka pepo 4. Toka upande huu. Soma wewe vipi? Mwisho huu wa mbingu. Endelea. Mpaka mwisho huu. Endelea. Basi kwa mtini. Jifunzeni. Basi. Jifunzeni. Yesu atakuja na malaika, na kazi ya kukusanya watakatifu itafanywa na malaika. Nina. Biblia na historia inasema watakatifu tutakusanywa kuwa stendi moja. Sielewi itakuwa Tanzania au wapi, lakini watakatifu tutakusanywa kuwepo stendi moja, na ndipo tutamuona Bwana akija katika mawingu ya wapi? Ya mbinguni. Watakatifu tutashangilia kuja kwa Yesu, lakini wenye dhambi watakimbia uso wa Kristo na utukufu wa malaika wake. Watakimbia, wanakukimbilia milima, wataikimbilia wakiambia milima, mtu wangu kieni, mtu stiri na uso wa mwana kondoo, lakini milima nayo itamenya bio. Watakimbilia miti waangukie, miti nayo itakimbia. Watakimbilia bahari. Kitabu cha Ufunuo 6 ile fungu la 13, dunia inakunjwa kama ukurasa. Sikiliza wewe. Ufunuo 6:13 maandiko yanasema. Ameandika. Na nyota zitaanguka juu ya nchi kama vile mtini. Endelea. Ukitikisana mapooza yake. Endelea. Ukitikisana na upepo mwingi. Endelea. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa. Endelea. Na kila mlima zitakunjwa. Na kisiwa. Na visiwa. Vita kutoka mahali pake. Vitaminya mbio. Na wafalme wa dunia. Sikia. Wafalme wa dunia. Endelea. Na wakuu. Na majemendari. Maliza. Na matajiri. Maliza. Na wenye nguvu. Na kila mtumwa. Na muungwana. Wakajificha katika pango. Watajificha katika mapango ya nchi. Na chini ya miamba ya wakiambia milima. Wakiambia milima. Sikia. Na miamba. Tuangukieni. Sikia. Tusilini. Na nani? Mbele za uso wake yeye akatia juu ya kiti cha enzi. Na hasira ya mwana kondoo. Na mtufiche na hasira ya nani? Ya mwana kondoo. Lakini miti itakimbia, milima itakimbia, mawe yatawakimbia na bahari zitawakimbia, watabaki peupe. Ndipo umeme utokao juu, utukufu wa Kristo, utukufu wa malaika utawaangamiza. Watakufa kama sisimizi. Yeremia anaandika, anaona wenye dhambi wamelala mauti, wamechoma moto wa Kristo, wako juu ya uso wa dunia. 32 kitabu cha Yeremia 25 ameandika hiyo. Yeremia 32:25. 25:32 ameandika hiyo. 32 maandiko yanasema. Sikia hiyo. Sikia hiyo. Mungu anasema. Bwana majeshi anasema hivi. Tazama.
Uovu utatokea toka taifa mpaka taifa. Tufani itainuliwa toka pande zote za dunia. Na waliouawa na Bwana siku hiyo watakuwepo juu ya uso wa nchi. Toka sehemu zote za dunia. Hata upande wa pili. Endelea. Hawataliliwa. Hakuna wa kuwalilia. Hakuna wa kuwakusanya. Hakuna wa kuwazika. Watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Watakuwepo kama samadi juu ya uso wa nini? Wa nchi. Itakuwa ni kasheshe nipatashika. Hakuna binadamu atakayesalimika. Wale tu watakaosalimika ni wale walioshika amri 10 za Mungu na imani ya Yesu. Amina. Ndipo tunamwona malaika anasimama katika jua, anapiga kelele akiwaita ndege wote angani, hayawani wote njoni. Sikia Ufunuo 19:17 ameandika. Fungu la 17 ameandika hivi. Ufunuo 19 fungu la 17. Malaika akasimama. Maandiko yanasema, waziri wa jua. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua. Endelea. Akalia kwa sauti kuu. Sikia hii. Akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu. Endelea. Njoni sasa. Njoni. Mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu. Mpate kula nyama ya wafalme. Ili kuila nyama ya wafalme. Na nyama ya majemadari. Sikia hiyo. Na nyama ya watu hodari. Maliza. Na nyama ya farasi. Endelea. Na watu wapendao. Na nyama ya watu wote. Endelea. Waungwana. Kwa watumwa. Wadogo. Kwa wakubwa. Wewe utakuwa wapi? Ndipo ndege wote wakali watakusanyika kula nyama za wenye dhambi, mizoga ya wenye dhambi, warevi wakiwemo, wazinzi wakiwemo, wachawi wakiwemo, majambazi, watu mashujaa waliokuwa mashujaa kwa ajili ya dhambi wanakuwemo humo. Sikukuu hiyo wewe utakuwa wapi? Je, utakuwa kwenye kundi la watakatifu? Maana Biblia inasema kundi la watakatifu wao watakuwepo wakimshangilia Yesu anaporudi mara ya ngapi? Mara ya pili. Kitabu cha Isaya 25 fungu la 9. Isaya 25 fungu la 9. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Sikiliza. Maandiko yanasema. Sikia. Katika siku hiyo. Sasa. Siku hiyo. Watasema. Tazama. Sikiliza. Huyu ndiye Mungu wetu. Watakatifu watakuwepo wakiimba, wakishangilia, wakisema huyu ndiye Mungu. Huyu ndiye Mungu wetu. Ndiye tuliyemngoja. Sikiliza. Atusaidie. Huyu ndiye Mungu. Huyu ndiye Bwana. Tuliyemngoja. Sikiliza. Na tushangilie. Sikia. Na tushangilie. Na kufurahia. Kufurahia kwa wake. Bwana asifiwe. Wewe utakuwa kundi gani? Unaponitazama pale, unaponiangalia pale, na kupendekezea kuwa kwenye kundi la watakatifu. Amina. Na watakatifu ni wale wanaoshika amri 10 za Mungu na imani ya Yesu. Ninakualika baba yangu, mama yangu, kokote unakoniangalia kwa TV, wewe unayemtazama hapa, ninakualika jioni ya leo, kimbilia kwenye kundi la watakatifu. Salimisha maisha yako kwa Yesu. Ili Yesu anapokuja mara ya pili uonekane miongoni mwa watakatifu waliomsubiria, wale watakaoimba huyu ndiye Mungu wetu tuliyemngoja tusaidie. Huyu ndiye Mungu wetu, na tushangilie na kuufurahia wokovu wake. Kipindi wenye dhambi wanaliwa ndege, mimi na wewe tunamshangilia Yesu anaporudi mara ya ngapi? Ya pili. 55 Isaya fungu la 12 ameandika, ndipo sasa tunaondoka duniani kwa furaha, maana dhambi zimekoma, kila kitu kimekoma, vifo vimekwisha, maumivu hayapo tena, hakuna maumivu. Biblia inaandikwa hivi. Isaya 55:12 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Maana tunatoka duniani kwa furaha. Tunamlaki Yesu hewani. Tunaongozwa kwa amani. Mbele yetu milima na milima vitaimba. Amina. Watakatifu tunatoka duniani tunaenda wapi? Mbinguni. Miti nayo ya kondeni itapiga makofi. Bwana asifiwe. Ushindi umepatikana. Yesu anarudi kuchukua watakatifu, na watakatifu wanahama duniani kwenda mbinguni. Wanapita kila sayari kwa nyimbo za ushindi. Wataingia Yerusalemu, katika jiji la mbinguni, wakiimba na kucheza, maana wameshinda. Wanaingia mbinguni kwa nyimbo na ushindi. Biblia inasema hapo ndipo tutaingia mbinguni kwa furaha kubwa. Ninakuombea Yesu anapokuja uwe kwenye kundi la watakatifu. Fungu langu la mwisho ambalo nataka ulisevu ni Wathesalonika wa kwanza 4. Baba yangu, mama yangu, tunapomaliza na fungu hili, jiandae kumlaki Yesu anaporudi mara ya pili. Fungu la 15 ameandika hivi. 15 maandiko yanasema. Sikiliza. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana. Tunawaambia yote haya kwa neno la nani? La Bwana. Maliza. Kwamba sisi tulio hai
Atakaosalia atakuja kwake mara ya pili. Tutakaposalia, wale waliosalia hata kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Hakika hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti. Hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe sikia, atashuka kutoka wapi? Mbinguni. Endelea. Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda la Mungu, na wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana asifiwe. Wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ninawaombea watu tufe katika Kristo Yesu. Hata kama tunalala mauti leo, tulale katika tumaini la kumuona Yesu. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja na wao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Yesu milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Bwana asifiwe. Farijianeni kwa maneno hayo. Yesu anakuja tena. Wangapi wanasema Yesu unapokuja na mimi niwemo miongoni mwa watakatifu wanaosema Yesu nisaidie niwe miongoni mwa watakatifu watakao kulaki unaporudi mara ya pili? Mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, Yesu anakuja tena. Mshike jirani yako mkono, mwambie Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Get the point. Take a step forward.